Mirembe musangalire muri akuri ae na Wakikuyu muriega. Si Busia ni ya kila mtu jameni. Si Waluya wako area, si Wateso wako area, Wakenya wengine wako area. Nani kama Busia jameni? Mimi naona leo mmejipanga jameni. Leo mmejipanga. Leo ni leo. Leo ni siku ya kina mama. Msema kesho ni muongo. Huyu mama ambaye amepanga hii hafla ya kina mama, huyu mama Omanyo anatosha ama hatoshi? Wacha niulize tena, huyu mama bunge wetu County Women MP wa Busia ambaye ameita sisi zote hapa, paka Musali yako hapa, paka Weta Koheria, wabunge wa Koheria, mimi nauliza, huyu mama anatosha hatoshi? Huyu mama ni fire si fire, fire si fire, noma si noma. Wacha nione salamu ya Omanyo. Tutam. Huyu ni tutam. Huyu Omanyo ni tutam. Wacha nione tutam ya Omanyo jameni. Hii tutam ya Omanyo pia ndio mnapatia William Ruto. Hata William Ruto ni tutam. Ni tutam si tutam. Wacha nione tutam ya William Ruto jameni. Salala. Kwa hivyo kila mtu hapa ni tutam. Hata huyu Musalia Mudavadi, si unajua ndiye Prime Cabinet Secretary, ni tutam si tutam. Amsemi kwa sauti. Huyu Musalia ni tutam. Musalia anatosha hatoshi? Musalia Mudavadi anatosha hatoshi? Ni fire si fire, noma si noma. Wacha nione salamu ya Musalia. Tutam. Busia hoye! Busia hoye! Munajua Papa wa Roma Moses Wetangula, Speaker wa National Assembly, munamujua Mwamumanya. Munajua Wetangula jameni? Si ni speaker wetu. Sasa kwa tamu moja, si atakuwa tutam hata yeye? Kwa sababu hii ndio tamu ya kwanza. Wetangula anatosha ama hatoshi? Wetangula ni fire si fire, Wetangula ni noma si noma. Wacha nione tutam ya Moses Masika Wetangula jameni. Sisi zote ni tutam hapa, mpaka hao waheshimiwa wengine na huyu shemeji yangu Otuoma. Sisi ni watu ya tutam. Ama Otuoma hajasema ni shemeji yangu? Leo natoka hapa na cheki ya mahari jameni, kwa sababu amewa dadangu huyo. Ni tutam. Kila mtu hapa ni tutam. Kila mtu ni tutam. Hata mimi. Hata mimi. Hata Deputy President. Hata naibu wa rais. Ile ya rais na naibu ya rais na Musalia na Wetangula ni tutam. Na Omanyo na kila mtu. Wacha nione wala nasema hata Deputy President ni tutam jameni. Nyinyi mumejipanga. Kwanza kabisa wacha niwashukuru watu wa Busia. Kwa muda mrefu wakati tumekuwa na mashida ya kiusalama, kumekuwa hapa na matatizo hapa na pale ya maandamano. Lakini safari hii mimi nawavulia kofia wana Busia, kwa sababu wakati kumekuwa na machafuko, nyinyi watu wa Busia mumeamua ya kwamba hamtaharibu mali, kwa sababu hii mali ni yetu. Hamtaharibu barabara, hizi barabara ni zetu. Hamtavunja maduka ya watu, kwa sababu ni watu wetu. Mutaweka amani, na kama kuna matatizo, hiyo matatizo tutayazungumzia kwa njia ya amani. Si Busia jamani mulifanya ungwana? Munatosha ama mtoshi? Busia ni fire si fire, Busia ni noma si noma. Wacha nione salamu ya Busia. Busia amani jameni. Asanteni sana kwa kuweka amani, na wenye kutueleza na kutuelekeza kwa hiyo amani na maneno ya kushikana na maneno ya kuweka umoja wa nchi ni mheshimiwa wetu, Mheshimiwa William Ruto. Vile sasa hivi
wameshikana na mzee wetu, kiongozi wetu, Prime Minister Raila Amolo Odinga. Ama amjui siku hizi tuko broad based? Si tuko na broad based? Si Rais Ruto sasa na Raila Odinga wako pamoja, wanavuta pande moja, waendelee wasiendelee? Ruto na Raila waendelee wasiendelee? Wanatosha watoshi? Wacha nione wale wanasema wanatosha. Jameni, broad based. Kwa hivyo mimi nawashukuru kwa kuweka amani. Kitu ya pili ni kusema ya kwamba kuna mahali tumefikisha maneno ya maendeleo. Hakuna rais ambaye amekuwa mamlakani tangu 1963 kuna kazi fulani alifanya ya kusongesha Kenya mbele, akamwachia mwenzake akasongesha mbele, akawachia watatu akapeleka mbele, wanne, na sasa tuko katika rais wa 5. Na mimi nataka niwaambie kwamba mahali William Ruto kama rais wetu amekuta Kenya, amejaribu vilivyo kuisongesha mbele, ili wakati atamaliza vipindi vyake viwili, akiachia mwenzake ambaye atachukua, hawe pia ameifikisha taifa letu mbele. And I want to tell you, 2022, mnajua ya kwamba mambo ya kilimo ilikuwa imesambaratika, lakini unaona vile rais anasukuma mambo ya miwa, ambaye biashara ama kilimo ya miwa kilikuwa kifanyi kazi hapa Western na Nyanza. Ameanza kufufua viwanda, na viwanda vyote hapa Busia, pale Kakamega, vile viko huko Nyanza, rais atafufua one by one na kuhakikisha kwamba wakulima wanalipwa kwa muda ufaayo, wafanyikazi wanalipwa kwa muda ufaayo. Na pia for the first time tangu 1922 wakati miwa ilianza kulimwa Kenya, for the first time rais amesema wale ambao wanaendesha viwanda ya miwa, baada ya kulipa wafanyikazi, baada ya kulipa wakulima, lazima walipe bonus mwisho wa mwaka, kama ile bonus inalipwa wakulima wa kahawa na majani chai. Simuliona Mumia Sugar walianza kulipa bonus. Hata ile viwanda vingine, after paying workers and after paying the farmers, they will also be paying bonus every year to the farmers. Na hiyo ndio program ya rais ya kufufua kilimo cha miwa na kilimo cha bidhaa zingine ambazo nitaeleza hapo mbele. Jambo la pili, watu wengi hapa mashinani ni na biashara wadogo wadogo kama hawa wa mama mboga, kuna vijana wa bodaboda, kuna watu wanafanya biashara ya mkokoteni, biashara ya hoka ya wachuuzi. Ndio unaona ya kwamba ili tufikie wanabiashara wadogo wadogo ambao ndio kiini, ndio wanadhibitisha uchumi wetu, ndio unaona rais ameanza program katika taifa lote la Kenya la kujenga masoko ya kisasa. Sio masoko ile ya zamani tulikuwa tunajengea wanabiashara ya mabati, alafu wanapigwa hapo na jua kwa sababu ni ya mabati. Sasa tunajenga modern markets 400 katika taifa la Kenya. Na hapa Busia masoko 12 tayari, yengine yameanza, yengine yataanza hivi karibuni, na kila constituency itapata soko la kisasa katika sehemu zote: Teso North, Teso South, Budalangi, Matayos, Bumula, Funyula. Kila mahali hakuna sub-county ama hakuna constituency ambaye itabaki bila soko moja, soko mawili, masoko matatu. Tuendelee na hiyo program ya kujenga masoko. Tayari kule Amagoro imeanza, kule Amukura imeanza, kule Angurai imeanza. Hapa Matayos tuko tayari kuanza anytime from now. Hapa Busia town iko soko kubwa ya jumuiya. We are building a huge kwa sababu ya hapa ni headquarters yetu ya county ya Busia. Kule Nambale vile vile, kule Budalangi we are about to advertise a market for 73 million shillings. Na kila sehemu
Hakuna sub county ama constituency ambaye itapata soko moja, mawili ama matatu. Tuendelee tusiendelee jameni? Tuendelee na hiyo program. Sio ndio maneno ya 2 term? Si tukiendelea hiyo ni 2 term? Kwa sababu hatutaki wanabiashara wetu, mama mboga, wachuuzi wafanye biashara huko nje wakipiwa na jua, wakipiwa na mvua, wakipiwa na vumbi. Every market iko na maazi, iko na mahali ya kuuzia bidhaa, iko na stima, iko na maji, iko na internet. Ama mother's room, every market. Na iko na barafu ya kuhifadhi ile sukuma wiki na nyanya inabaki, ndio isiharibike, iuzwe leo, kesho kutwa, mpaka siku ile ile stock itaisha. Kila soko vile vile, ghorofa ya juu tunaweka mahabara ya kompyuta kwa vijana wetu, tuweke kompyuta 100 za serikali na mtandao wa bure wa serikali. Vijana wetu waende pale juu wafanye kazi za kimitandao ambazo ziko pale mtandaoni, kwa sababu siku ya leo kuna kazi mtandaoni kwa vijana. Bora kijana awe na kompyuta na awe na mtandao. Tuendelee tusiendelee? Tuendelee namna hiyo. Jambo la 3 ni kutafutia vijana ajira. Hapo tangu tujinyakulie uhuru, wanasiasa wengi na serikali mbalimbali zimekiri ya kwamba tuko na tatizo kubwa, kwa sababu vijana wetu wengi hawana kazi wakati wanamaliza shule ama mambo yao, wakiwa watu wazima hawana nafasi ya kazi. Lakini hapo nyuma hatuja kuwa na program ambayo imetayarishwa ya kutafuta ajira. Rais Ruto kutoka 2022 amekuja na program 3-4-5 za kusaidia kuongeza idadi ya nafasi ya kazi. Ya kwanza, amekuja na program ya affordable housing. Hii program ya affordable housing ambayo tuko nayo hata hapa Busia, iko hapa, tunajenga Malaba Smart City na Sewa Smart City, tunajenga town zingine kidogo kidogo hapa Busia. Hiyo program ya manyumba sio tu ya kusaidia wananchi kupata nyumba za bei nafuu, iko na umuhimu mwingine, na umuhimu ni kuongeza nafasi za kazi kwa vijana wetu. Wakati huu tunavyoongea, huo mradi wa manyumba ya nafuu na mradi wa kujenga masoko ya kisasa ambayo nimesema, hiyo miradi miwili imeajiri vijana katika taifa letu la Kenya, vijana 320,000. 320,000 young people today are working in the affordable housing program, in the market construction program, as plumbers, electricians, carpenters, engineers, architects, quantity surveyors, na hata wengine vijana wanafanya kazi ya mkono ya kusaidia mafundi pale. Tuendelee na hiyo ama tusiendelee? We want to increase, we want to double that number from 320,000 to 600,000 in the next 6 months. Ndio vijana 600,000 wapate nafasi kama maengineer, kama mafundi ama watu wa mkono katika hiyo kazi ya kujenga manyumba na kujenga masoko. Tuendelee tusiendelee? Ya pili, tunajenga mambo ya ICT hub ama zile mahabara ya kompyuta ambayo nimesema kila soko itakuwa na mahabara ya kompyuta, kila ward itakuwa na mahabara ya kompyuta, kila jitume lab ama TVET, Technical Training Institute ambao tuko nazo, tunaweka jitume lab. Ndio vijana waende pale wapate kazi mtandaoni, and already about 200,000 young people are getting employed. We want to expand the number of ICT hub and take that figure to 500,000. Ya tatu, ya kutafuta mambo ya ajira ya vijana. Mnajua ya kwamba hapo nyuma tulikuwa na program ilikuwa inaitwa kazi kwa vijana, baadaye ikaitwa kazi mtaani, ambayo ilisimamishwa hapo nyuma kwa sababu ya ukosefu wa pesa.
mwezi huu ile kazi mtaani ambayo tunaita climate works irudishwe, sio tu Nairobi County, lakini county zote 47 katika taifa letu la Kenya. Na hiyo program ilikuwa iajiri vijana 110,000, lakini rais amesema ingojee kidogo, wiki ingine 2 tuongeze idadi ya wale vijana wataingia hiyo program ifike 200,000 young people under kazi mtaani climate works program. Vijana wapate kazi, walipwe kila siku, na mwisho wa wiki wanapewa pesa ya wiki. Ikiwa pamoja watusaidie kupanda miti, kusafisha miji yetu, kuweka mazingira, na wapate pesa ya kupeleka nyumbani, wasaidie familia zao. Tuendelee tusiendelee jameni? Turudishe kazi mtaani climate works, na tujenge ICT hub kwa kazi mtandaoni, na tuendelee na program ya affordable housing na market construction, tuajiri vijana ndio tupunguze idadi ya vijana ambao hawana kazi. Vile vile rais, kuanzia 2022 tuko na program inaitwa kazi majuu. Hii kazi majuu, wale vijana ambao wanapata kazi katika nchi za nje, rais amesema serikali wasaidie. Na kama umepata kazi kule nje, Uarabuni, Europa, Marekani ama China, kama hauna pesa ya kutafuta passport, hauna pesa ya kufanya medical exam, hauna pesa ya kununua ticket ya ndege, rais ameamrisha Youth Enterprise Fund ikupatie relocation grant ya 50,000 ndio ununue naye upate mambo ya ticket na upate passport, usipoteshe nafasi ambayo imepatikana katika kule nchi za ng'ambo. Na already katika miaka 2.5 ambayo imepita, serikali imesaidia zaidi ya vijana 400,000 kwa program ya kazi majuu. Tuko na kazi majuu, kazi mtandaoni, kazi kwa ground climate works, kazi kwa ground kwa mambo ya kazi kwa ground kwa mambo ya kazi mtaani climate works, na kazi kwa ground kwa mambo ya affordable housing na market construction program. Vile vile tuko vile na program ya kuhakikisha kwamba wale ambao ni vijana wamesomea taaluma ya walimu wamepata kazi. Hapo awali serikali zilizopita zilikuwa zinaajiri walimu 4,000, 5,000 kila mwaka, lakini tangu Rais Ruto achukue usukani miaka 2.5, in 2.5 years, serikali hii imeajiri walimu 76,000 wa primary na secondary school, na December tutaajiri wengine 24,000. Hiyo idadi ya walimu ifike 100,000 in 3 years. Kutoka 1963 mpaka 2022 wale walimu waliajiriwa Kenya walikuwa 300,000. From 2022 to 2025, 3 years, we will have employed 100,000 teachers, almost 30% of all the teachers employed between 1963 and 2022. Hiyo yote ni njia ya kutafutia vijana wa Kenya kazi. Mnajua kabla Rais Ruto akuwe rais, hatukuwa na wahudumu wa afya au tunaita community health promoters. Rais Ruto ndio ameajiri hao 110,000 community health promoters, na ile equipment wanakuja kupima nawe, kukupima damu ama pressure. Hiyo equipment wamepewa na serikali ya William Ruto. So tuko na several programs ya kutafuta ajira kwa vijana wetu, ndio tupunguze vijana ambao hawana kazi. Na vile vile wale wako kwa biashara, tumeanzisha program ambayo inasimamiwa na msichana wenu hapa PS Mangeni ambaye anatoka hapa Busia. Hiyo program inaitwa Nyota. Hiyo Nyota ni ya kutafuta biashara ndogo ndogo mashinani, ya saloon, ya biashara kama ya kinyozi, ya mama mboga, ambayo ni ya vijana, ili watafutiwe pesa ya kupanua biashara yao, na serikali itapatia biashara 70 katika kila ward katika taifa letu la Kenya,
shilingi 50,000 kila biashara ya kupanua biashara yao huku mashinani. Kwa sababu sio vijana wote wanataka kuajiriwa, mtu akipata msaada kwa biashara yake pia hiyo itamsaidia. Tuendelee tusiendelee? Tuendelee namna hiyo. Jambo la 4 ni mambo ya afya. Hapo nyuma Wakenya wengi hawakuwa na bima ya afya, kwa sababu NHIF ilibidi huwe na mshahara. Kama huna mshahara ama huna biashara nzuri huwezi kujiandikisha. Sasa Rais Ruto amesema kila Mkenya lazima awe na bima ya afya, na mimi nawapongeza Wakenya kwa sababu tumetoa idadi ya Wakenya ambao walikuwa na bima ya afya hapo nyuma kutoka milioni 8, sasa wamefika milioni 24.7. This morning 24.7 million Kenyans are registered under SHA to have a medical cover. Na wakati tunasema 2 term, tunataka hiyo namba isonge mpaka tuwe na Wakenya milioni 55. Kila Mkenya, mzee, mama, kijana, mtoto awe na bima ya afya ya kupunguza gharama ya matibabu akiwa mgonjwa. Hiyo ndio 2 term. Sio ile watu wengine wanarandaranda huko wakisema 1 term. Wakiulizwa 1 term ni nini, hawana manifesto, hawana sera, hawana program. Wanasema Ruto must go, wanasema sijui Kasongo. Sisi hii 2 term tunasema ni kila mtu awe na bima ya afya. Hii 2 term tunasema kila mtu awe na stima. Hii 2 term tunasema ni tujenge ile barabara mmesema. Hii 2 term vijana wengi wapate kazi. Hii 2 term, na tunaendelea namna hiyo. Tuendelee tusiendelee? Iko ubaya ya 2 term alafu factory zote za miwa sirudi kufanya kazi na kuajiri vijana wetu. So hiyo ndio mambo ya SHA. Hapa Busia tumejiandikisha wananchi 310,000, 310,000. Na hiyo ni 40% kwa sababu capacity ya Busia ni kama almost 900,000. Kwa hivyo msonge, wale ambao hawajajiandikisha kwa SHA, mjiandikishe mupate kadi ya matibabu. Jambo la 5 ni stima. Watu wengi mashinani hawana stima. Manifesto ya Kenya Kwanza na serikali inasema ya kwamba stima sio tu starehe ya matajiri. Stima ni haki ya kila mwananchi. Haijalishi nyumba yako ni ya mawe ama ni ya mbao ama ni ya matope, nyumba ni nyumba, unapaswa kuwa na stima kwako nyumbani. Kweli si kweli? Rais Ruto ameachilia hapa Busia bilioni 1.1, 1.1 billion shillings for Busia County ya kuconnect manyumba mpya 17,000 Busia County wapate stima. 17,000 new households at a cost of 1 billion point 1, ama bilioni 1 na milioni 100. Tuendelee kuweka stima jameni. Tuendelee kujiandikisha na bima ya afya. Tuendelee kutafutia vijana wetu kazi. Tuendelee tusiendelee jameni? Mimi nimesikia ile mambo viongozi wenu wamesema hapa. Mumesema mnataka bypass hii ya Busia town. Si ni kweli? So mnatutuma tuende tutafute pesa ya bypass. Tushikane sisi zote. Mimi na Musalia Mudavadi. Sisi na Wetangula. Na Otuoma. Na huyo Kipepeo. Na hao wabunge wetu. Tuende kwa rais atafute pesa ya kuweka bypass ya Busia. Wangapi wananituma nikiwa hapa leo nitafute hiyo pesa? Vile vile viongozi wenu wamesema hii barabara ya Kisumu, Luanda, Busia iko na mashimo mingi sana na iko na ajali mingi sana. Mungetaka vile vile tushikane na hao viongozi tuende tutafute pesa ya kutengeneza hiyo barabara. Tuendelee tusiendelee jameni? Kwa sababu hao viongozi ndio waliomba ile barabara ya kutoka Nasewa kwenda Funyula paka Budalangi. Hao ndio waliomba, imetangazwa. After a few weeks tutakuja hapa kuleta contractor, na tukihakikisha ya kwamba contractor amefika hapo, sasa ndio tutaita Rais William Ruto akuje, na akuje na hao viongozi wote, na ikiwezekana akuje na mzee Raila Odinga ili tumalize hii maneno ya barabara yetu ya kutoka Nasewa kwenda Funyula
kwenda mpaka Budalangi. Mnanituma niende niharakishe hiyo maneno jameni? Ndio baadaye tuite rais. Niende niharakishe hiyo maneno. Hiyo ndio kazi yangu kama naibu ya rais, kusukuma maendeleo ambayo imekwama, kwenda kukimbiza maneno ya maendeleo ya kaunti zote ikiwemo Busia. Kwa sababu hapo nyuma kuna watu walikuwa wanasema ati wanasukuma maendeleo ya mahali walizaliwa peke yao. Ukiwa na nafasi ya kitaifa kama mimi, unafanyia kazi taifa mzima. Ama nyinyi mnataka watu ya ukabila jameni? Mnataka watu ya ukabila? So sisi tutaharakisha hiyo. Na vile vile mimi najua rais alikuwa hapa Busia sometimes ago, kama 3 months ago. Kuna mambo alisema itengenezwe. Mheshimiwa wa Budalangi yako hapa, tulikuwa kule Budalangi, atawahakikishia kwamba kati ya zile ahadi rais amesema kuna zingine zimetekelezwa, zingine najua zimebakisha kidogo. Kama kuna barabara moja huko mimi naenda kusukuma, lakini ile canal ya Lower Nzoia irrigation scheme imetengenezwa. We are going to decommission ile generator zilikuwa inatumiwa pale, na hiyo canal sasa imetumika. Wananchi wa pale wanapata maji kupitia gravity, kupitia Lower Nzoia irrigation scheme, ambaye rais alikuja hapa akasema tupanue hiyo canal ndio baadaye to decommission those expensive generators. Kwa hivyo kuna kazi imetendeka, na ile imebaki mimi naenda kuisukuma mbio mbio kama gari ya miraa. Tuendelee tusiendelee? Mimi nisongeshe kazi. Nisongeshe kazi ya Busia, kazi ya Western, kazi ya Coast, kazi ya Central na Nairobi na Rift Valley. Niendelee nisiendelee? Na Nyanza vile vile, kila mahali katika taifa letu la Kenya. Bas, kwa hivyo mimi nimesikia ile maneno mmesema hapa, mmesema hakuna stadium. Hakuna stadium. Hakuna stadium. Kwa hivyo tukangane tulete stadium. Ndio hii mambo ya 2 term iendelee. Si stadium ikipatikana ni 2 term. Si stadium ikijengwa ni 2 term. Wacha nione wanasema stadium ikijengwa ni 2 term. Bas, najua kuna stadium ndogo ndogo hizi za talent academy zinajengwa in the constituencies, kama pale Nambale na pale Tezo South, lakini Busia hapa town tunahitaji stadium ya kimataifa, kwa sababu hapa ni moja ya town zetu zile kubwa katika mkoa wa Magharibi. Mwisho kabisa, mnajua ya kwamba hapa Busia town kuna kazi inaendelea hapa ya kujenga factories hapa. Iko County Aggregation and Industrial Park hapa Nasewa. Iko Special Economic Zone hapa Nasewa. Governor na Kipepeo wameniambia hiyo kazi imesongeshwa, iko karibu 70%. Mimi nataka kurudi hapa next month kuangalia mahali imefika. Nataka by the time rais afike hapa tuwe tumekabilisha hiyo program, ndio tutafutie equipment. Hiyo factory ya Nasewa hapa Special Economic Zone na County Aggregation Industrial Park itaajiri zaidi ya vijana 3,000, na wale wengi, majority over 2,000 watatoka hapa Busia jameni. Sio ndio kazi jameni? Mimi naenda kusongesha hiyo kai tukamalize na Special Economic Zone ndio vijana wapate kazi, vile tunaendelea na hizo kazi zingine ambao nimeshatangaza. Kwa hivyo leo nimefika hapa kwa sababu ya kusimama na kina mama, na vile viongozi wamesema tutakuwa na ingine ya vijana, hata wazee, kwa sababu kila mtu anataka support ya viongozi ndio maisha isonge mbele. Tumeanza na wakina mama, lakini hatutasahau wale wengine. Unajua nimesikia viongozi wengine hapa wamesifu wa mama. Sasa nikashangaa sisi wanaume, si hata sisi tunajaribu jameni. Hata sisi tunajaribu, hata kama wamama wako mbele, hata sisi tunajaribu saa nyingine. Ama namna gani jameni? Lakini ni kweli ile mambo imesemwa, mimi nakubaliana nayo. Wamama wanajua kutunza pesa yao. Ndio umeona tumeanza na kina mama. Wakati wa kusimama na wananchi ni sasa. Na kama sio sasa ni sasa hivi. Hatutaki kungojea siku ya kampeni. Ni sasa hivi, wakati hakuna kampeni na hakuna maneno ya uchaguzi.
Kwa hivyo mimi vile nimefika hapa niko na support yenu. Niseme nisiseme? Niseme? Niseme? Acha niseme vile nimekuja, na mimi nawashukuru sana. Once again, thank you Busia for keeping the peace. Thank you Busia for making sure you maintain law and order. Na vile mmekaa, that's the reputation tunataka kusikia kutoka watu ya Busia kwenda mbele. Hakuna nchi haina matatizo, lakini matatizo haipati suluhu kupitia vita na ubomoaji wa mali ya umma ama mali ya kibinafsi. Uporaji sio suluhisho ya shida zetu kama jamii na kama taifa. So I want to praise you. Na mimi nimesema sasa imebainika team Kenya ni mbili. Iko team ya maendeleo, iko na William Ruto, iko na mzee wetu Raila Odinga akitushauri, kwa sababu sasa mzee Raila amesema yeye hataki hawe na mambo mengi, anataka kushauri taifa ndio tuelekee vizuri. Na ndio umeona wameshikana na rais akiwa mmoja wa washauri wake. Na mimi naona tukienda mbele tunaenda vizuri. Hiyo ni timu moja. Musalia Mudavadi hako, Wetangula hako, sisi sote tuko pale. Na timu ingine ni timu ya kugawanyisha taifa, timu ya ukabila, timu haina agenda. So wananchi watachagua, na sisi tutaendelea kusukuma kazi kuipeleka mbele, tukijua ya kwamba kiongozi faida yake ni ile mambo ambaye amefanya kusaidia mwananchi, sio uchochezi, sio vita na sio mambo ya ukabila. Kwa hivyo vile nilikuwa nakuja hapa, nilipigia rais simu nikamwambia nakuja Busia, na yeye ameniambia pia amewasalamia, na vile vile amesema ya kwamba mkimuinvite atakuja hapa. Mungetaka rais atembea hapa? Busia hoye! Busia hoye! Mmepokea salamu ya rais? Mungetaka rais Ruto atembea hapa? Nionyesheni kwa ishara ya mkono wale anasema mmekaribisha rais Ruto hapa. Na amesema ya kwamba vile leo mko na shughuli ya kuchangia biashara ndogo ndogo za kina mama, hata yeye hataachwa nyuma. Kwa hivyo ile salamu ametuma sio tu salamu ya mdomo. Anatosha atoshi? Rais ni noma si noma? Fire su fire. Wacha nione wala anasema rais amefanya kitu mzuri jamani. So niseme vile rais amenituma? Niseme nisiseme? Nitangaze nisitangaze? Mbona mnaniangalia hivi? Kwani mnajua? Kwani mnajua ni ngapi? Kwani ni 50,000? Ama ni 1,100? Ni 1,100? Ni 200? Ni 1,300? Ni 1,400? Mumekataa? Mdosi aongeze? Muti ya bottom up? Muti ya 2 term? Aongeze, rais aongeze? Ifike nusu milioni? Mumekataa? Haitoshi? Niambie boss haitoshi? Na ikifika 650,000, 700,000, 800,000, mbona mnasukuma? Aongeze na 950,000 bado? Kwani mnataka ifike mpaka milioni? Mpaka milioni? Wacha nione wale wanasema lazima aongeze, 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 aongeze. So akitoa milioni ni sawa? Ni sawa? Ati hapana tena? Aongeze? Aongeze? Kwa nini? Kwa sababu ni 2 term. Ni 2 term. So hawezi toa milioni 1 kwa sababu ni mtu ya 2 term. Nasema acheze kama 2 term jameni. Na huku je? Na huku je? Inaona boss ana bahati leo. Watu yake wamemwamulia. Watu yake ya Busia wamemwamulia. Ni 2 term si 2 term. 2 term si 2 term.
Wacha nione salamu ya tuta ya William Ruto jameni. So kuna wengine wanasema hata ongeze. Nisangaze. Niseme nisiseme. Wacha niache kuuliza maswali, sasa nitangaze. Rais William Ruto ametumana kwa kina mama wa Busia County na shilingi Amutaki maelfu, mulikataa maelfu. So ni hesabu vizuri. Rais William Ruto amenituma na shilingi milioni 3. Wacha nione salamu ya rais. Busia hoye. Rais amefanya vizuri. Nikirudi nimsalamie. Ni fire si fire. Noma si noma. Wacha nione salamu ya Rais William Ruto jameni. Busia hoye. Niko na swali, niulize. Pesa itapelekwa hapa usijali. Iko 3 million ya rais usijali. Inawachwa hapa na kipepeo. Iwekwa hapo pesa ya rais 3 million. Tuendelee tusiendelee? Niko na swali, niulize. Busia hoye. Niulize. Si mimi nimeleta pesa ya rais. Nimeleta si yaleta. Si nimeleta. Sio inatosha. Haitoshi. Umekataa. Mimi nilikuwa nafikiri vile nimeleta message ya rais, nimeleta report ya rais, na vile nimeongea vizuri, mimi nilikuwa nadhani mtanisamea. Hamtanisamea? Hata nikifanya nini? Ni sawa. Wacha nisalimu amri. Niwache hapa. Lakini sasa nauliza, mnajua mimi mjue, mimi si rais, mimi ni deputy rais. Mnajua hivyo? Mimi si president, mimi ni deputy president. Kwa hivyo hata nikitoa 1,100 itatosha. Mumekataa? 1,200? 1,200 na nusu? 1,300? Mumekataa? Niongeze mpaka ifike 1,400? Niongeze? Wacha nione wala nasema deputy president aongeze. Mimi naona leo sina bahati. So wacha nitangaze haraka kabla sijaingia kwa matatizo. Nisitangaze. Niseme nisiseme. Mimi nasindikisha Rais William Ruto. Nasindikisha Otuoma. Nasindikisha Omanyo. Nasindikisha Weta. Nasindikisha Musalia. Nasindikisha hao viongozi wote wali hapo. Na shilingi 1,000. Umekataa? Wacha niseme nimesindikisha na shilingi 1,200,000. 1.2 million. 1.2 million. Wacha nione salamu. Tuendelee tusiendelee? Mungetaka turudi tena? Wale watu ambao wako hapa na wameongea ama hawajaongea lakini hawajatoa pesa, wasitoke hapa bila kutoa pesa. Hiyo ndio mmesema. As many of that opinion say hi. Contra opinion say nay, the highs have it. Ama namna gani jameni? Watoe pesa. Wale ambao hawajatoa, watoe wasitoe. Watoe pesa. Ama namna gani? Lazima walipe airtime. Ama namna gani? Kwa hivyo tukimaliza hapa, tutaacha Mama Catherine Omanyo ndiye atasimama hapa atueleze wale ambao labda hawajatoa watoe, alafu atueleze
vile vikundi mbalimbali vitapangwa namna hii ndio mtoke hapa mkijua vile kumekuwa, ama namna gani jameni? Sio itakuwa nzuri? Si mnataka mjue tumefika wapi na vile mtapata haki yenu, ndio tukirudi kwa mambo ya vijana tuwe tumemalizana na kina mama. Kwa hivyo mimi nawashukuru, Mungu awabariki. Nikirudi nitasalamia rais na nimtamwambia akuje hapa. Mnanituma na salamu. Wacha nione salamu ya mwisho, Fire si fire. Noma si noma. Tuendelee tusiendelee? Busia hoi. Wacha nione salamu ya Busia. Ni tutam si tutam? Nikisema harambee mnasema tutam. Harambee. Asanteni sana, Mungu awabariki. Wacha tuimbe wimbo wa taifa, alafu mama Manyo atakuwa hapa. Ni nani hayuko? Nani? Emasi amekuwa late. Simumsamee. Utamsamee? Lazima aseme kitu, alafu afanye kitu. Aseme kitu, alafu afanye kitu. Wangapi wanasema mama aongee na afanye kitu jameni? Endelea my sister. Tujambo. Mrembe. Your Excellency, nasema jambo moja tu. I'm very sorry nimefika kuchelewa. Unit Owalo na timu wamekuwa, kwa hivyo ningewaonyesha miradi. Tuko hapa kuwachangia kina mama. Na nilisema sitakosa. Lazima nikuja nisimame na huu dada. Hivi nimechelewa, nimetoka Lupe, iko timu ya delivery unit imekuja kuangalia project ya damu. Na hiyo damu maji itafika paka Matayos. Hivi tumeangalia miradi za barabara na kasi inaendelea Busia kama vile inaendelea Kenya mzima. Kwa hivyo watu wa Busia, si tunaendelea kuunga rais mkono? Wangapi wanasema Ruto tutam? Wangapi wanasema tutam? Asanteni sana Mheshimiwa Rais, naibu wa rais, kurudia hiyo tu jamu ya Busia town ile ya matrakta imesababisha ajali mingi. Tusaidiwe hiyo barabara ipanuliwe na sisi tutakuwa, hiyo town itakuwa imeng'ara. Nataka niwachie hapo, na pia mimi nitasupport wa mama na sindikisha huyu dada yangu Catherine. Na mimi nafanya kazi kwa karibu sana na Catherine. Mtaendelea kushikilia women rep wetu? Nitasindikisha Catherine na shilingi 50,000 iende kwa mama. Yalama. Wimbo wa taifa. DJ tafadhali, ili tuweze kumsindikisha mgeni wetu, na nitaomba tafadhali wananchi mjie mheshimiwa Kanya kumnigoni.